ya kutoka katika usingizini. Najua mara kwa mara usingizi, kila mtu anafahamu usingizi ni kitu gani. Usingizi, tukiangalia Yesu, kulifika wakati mmoja aliletea mtoto ambaye alikuwa amekufa. Lakini kitu cha ajabu, Yesu alisema huyu mtoto hajafa, huyu mtoto amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbe Yesu anajua kwamba kufa kwa mwanadamu ni usingizi. Na hapa tunaambia kwamba katika kitabu cha Warumi, kwa waraka wa Warumi mstari hiyo wa 13 anasema 11 anasema ya kwamba tutoke kwenye usingizi, wakati wetu umefikia sasa kuliko wakati ule ambapo tuliweza kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Najua usingizi ni kitu kizuri sana. Endapo mtu yuko kwenye usingizi anasikia raha sana, raha kabisa. Unaweza kumwamsha mtu, ndugu yangu, amka, chakula tayari, akwambia sitaki kula, afadhali kwanza chakula nipige usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwa raha kabisa. Mimi kipindi moja nilikuwa niko na komaa, wakinitia chakula na niko nasizia, na mbona huyo mtu ni adui, na mbona ni adui kabisa kuniamsha ili niende nikule, niache usingizi ambao nilikuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Hili kitabu ni kitabu cha waraka wa Warumi, ambaye aliandika kitabu hichi ni mtume Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliandika hiki kitabu mahali pale alikuwa Korinto, akaona awaandikie kanisa pale Rumi, kwa sababu kanisa ile, waangalizi wa ile kanisa ya makanisa ambao walikuwa pale Rumi walikuwa wametawaliwa na hali ya giza, ambayo hawakujielewa namna gani ya kuongoza kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa kama hawajui kisi njia ya kufanya kazi ya Mungu. Walikuwa wanafanya kama vile kimwili, na kila ambao wanafanya ndani ya roho. Sasa mtume Paulo alikuwa pale Korinto, ikabidi andike. Ukisikia waraka, maana yake ni barua. Bwana Yesu asifiwe. Akaandika, akatumia kule Rumi kwamba wapelekee wachungaji ambao ni waangalizi, ambao wako wanaendesha kazi ya Mungu jinsi Mungu apendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Kusudi la kuandika barua kwa Warumi, kusudi kuu ilikuwa ni kwa sababu ya kuambia wale watu ambao walikuwa Rumi kwamba Mungu anaweza akaadhibu watu wa Mungu pamoja na mataifa wote walikuwa pale Rumi. Sasa akaamua kuandikia ili watu waokolewe, wasipate adhabu ya Mungu. Ili ilikuwa kusudi la kuandika ile kitabu cha Warumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio anasema katika waraka zote ambao mtume Paulo aliandika, anasema kitabu hichi ambacho kiliandikwa Rumi kiliandikwa vizuri kuliko waraka zote ambazo ziliandikwa ndani ya waraka zote ambazo mtume Paulo aliandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa katika kitabu hichi cha sura ya 13 na mstari wa 11 akawaambia, sasa waambie watoto wa Mungu watoke katika usingizi. Muda wetu sasa wa kuamka unaenea. Ingawapo tungali ndani ya usingizi, tungali ndani ya usiku, lakini tunakaribia kuamka, kwa sababu muda wetu umeenea sasa wa kutoka usingizini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Alisema kutoka katika usiku. Usiku ni nini katika maisha ya kiroho? Usiku ni kati ya maisha magumu ambao mimi na wewe tuko tunapitia. Hiyo ni usiku katika maisha ya watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutokujielewa kwamba tuko katika mwenendo gani kwa kumpendeza Mungu, ile ni usiku katika maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema sasa ile jambo tuko ndani ya usingizi,
tuko usiku, muda wetu wa kuamka umefika. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kuamka ni kusema nini? Katika mtazamo wa hali ambayo ulikuwa nayo, unafungua macho, unasema hapana, natoka kulala. Bado ndani na madogodogo ndani ya macho. Unasema hata nipe kwanza kudushe, inawe macho kwa sababu natoka wapi? Kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaenda ananawa macho, anasikia sasa macho inafunguka, anaanza kuangalia kabisa, natoka kusingiza, naona sasa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutoka katika usingizi katika maisha ya kiroho ni kutoka katika mwenendo ambayo ya kulala. Bwana Yesu asifiwe. Kulala na muda gani? Wanasema wakati ule tuliamini inatakiwa kupite ile viwango ambavyo tulipoamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mtu alipata wokovu akasema naanza kusikia neno la Mungu vizuri. Ile wakati uliamini hata Yesu, ulisikia namna gani wokovu ndani yako. Sasa anasema Mtume Paulo tupite ile kiwango ambacho tulizokuamini, ile kiwango tukipite. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaamuka. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasinzia na muda gani? Tunasinzia pasipo kuchangamkia kumtumikia Mungu. Ile ni usingizi. Yaani unatumika kama vile huko unasukumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kufungwa kama vile huko unasukumwa, ile ni usingizi katika maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niende nisiende. Leo hata nichelewe na choka hata nilale Bwana, nilikuwa kushifti, niteseka sana kushifti. Ile ni usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu ambaye anaamka akwake nasikia mchoko wa kusema nitaenda kukanisa, iko na msukumo wa kuamka, amekwisha kuamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mtu anajisikia nimekuwa sitaimba Bwana. Ile ni usingizi. Niende kukanisa, sitaenda kukanisa leo. Ile ni usingizi. Kanisa nayo hii siku Bwana, hata wapi hata kanisani tena. Mimi naona basi ningechelewa kwanza na misa ile nyingine kwa nachelewa. Na kwa nini unakuwa unapika kitu gani? Mimi nilianza kile tena mbinguni kumazijia wale. Na mimi kwanza nitachelewa leo. Ile ni usingizi katika maisha ya kiroho tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini mtu wa Mungu ambaye ameamka anasema mimi hata watu waende kama watu wasiende, mimi sijali. Mimi najua hii ni wakati mbaya ambao Yesu anaweza akaja, mimi nitaokolewa peke yangu, sitabeba mzigo ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiangalie mzigo kwamba papa ndio anikazaka. Inatakiwa itoke moyoni mwako kwamba nimekwisha kuamka, nimtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Kijana tulisema ya kwamba kuna andiko tulisoma hapa, wakatusomea tukasema ambaye anamtumikia Mungu, Mungu anafanyaka nini? Walikuwa hapa vijana ni nani? Kama mtu anamtumikia Mungu, Mungu anafanyaka nini? Nilikuwa nahubiria baadhi wenyewe kwa kanisa. Mungu anafanyaka nini mtu mpende? Na mwenyewe nisoma Biblia haya ya juu. Mungu alifanya nini? Mungu anafanyaka nini? Wewe ulisoma na kuongeza. Mungu anakuweka na mheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Yesu makofi na kigelegele. Ambaye anatumikia Mungu, Mungu anakuweka nafasi nini? Anamheshimu. Yaani Mungu atakuheshimu pale ambapo ulishaanguka kusingizi. Unasema mimi naacha yote. Angalia kiwango mpaka Mungu akuheshimu. Kiwango kidogo. Wakati nilikuwa nasoma hiyo leo, nilikuwa najua Mungu anakuweka na kuheshimisha mtu. Kumbe Mungu anakuweka na kuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anapenda kusema na wewe, toka katika usingizi. Usingizi uko nayo. Kulikuwa wanawali 10 ambao walikuwa wanasubiria bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanasubiria bwana harusi, lakini ilifikia muda watano wakakamata mafuta yao wakakausha. Jina la Bwana litukuzwe. Na watano wengine wakakamata mafuta yao wakafanya nini? Wakaandaa.
mpaka pale ambapo bwana harusi atakuja, watawasha taa zao ili wakati watakuja washerekea harusi vizuri. Ilifikia muda wa bwana harusi alifika, wale watano ambao walikuwa wanaitwa wapumbavu wakashindwa kuwasha taa zao. Kwa sababu gani? Walikuwa kwenye usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana harusi kufika, wakaenda kwa wale ambao walikuwa na mafuta. Ndugu mpendwa, mama yake watekeje mwana bwana harusi amochwa ndio mafuta ichichi bwana inogele mafuta ile analeta ile uoma na ndio bakala harusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kuwa tayari kuandaa mafuta yako. Mafuta yako ni kuamka kutoka katika mwenendo ambayo usingizi hautalala. Ndugu mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Toka kwenye usingizi, hapana kufuata maneno ya watu, hapana ya kusikia. Sikia neno la Mungu. Anza hatua leo sasa. Uanze hatua mama letu. Unaangusha kanisa wewe. Ona kitu na furaha kutumishi wa Mungu. Lakini kwa hiyo unakuwa kwanza kuchelewa mambo yako. Amka usingizi, tutoke katika hali ya kulala. Tushimame tumtumikie Mungu wetu ili Mungu atuheshimu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapolala tutajikuta Yesu anafika anaanza kukupa mafuta. Nitakwambia ndugu mpendwa, niandaa mafuta yangu sikuandaa yako. Kwa hiyo wewe na wewe ndio unaweza mafuta. Yesu muda wote anaweza akaje. Hivi dunia mnaona na muda gani? Dunia imelewalewa ndugu. Kama wewe watu tunakuja kuingia hapa Marekani, tunakuja tu kumaliza dunia ili ufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Ni muda wa kutoka usingizi. Yesu akija jiulize, unaweza ukaenda wapi na sasa hivi? Wewe ambao unalala, Mungu wetu atumie. Utaenda wapi? Inatakiwa kuwa tayari saa yote kutoka kwa usingizi. Ukuwe tayari kujiandaa, kwa sababu hujui saa wala siku. Tuko tunaenda kuzika watu tuliishi nao, tukakula nao, walikuwa walimu wetu, tulicheza nao, tukafanya mambo makubwa, lakini tulienda kuwafunika hapa Marekani, tukawafunika na mdomo. Je, wewe ni nani ambaye unaweza kuimaliza dunia ambayo itashindwa kufunikwa na mdomo? Mungu wetu atumie. Mtaua ambao kuzika inabakia na yako. Ndio maana tupasa tuko tayari muda wote, tutoke kwenye usingizi tukupendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaweza kukusaidia. Maisha yako unaweka mbali sana, unafikiria mambo mengi, mimi shida itaisha nini? Lakini kuna mmoja ambaye alichukua mzigo akasema, "Njooni nyote msumbukao na mizigo, na mimi niko tayari kuwapumzisha. Njooni nyote." Ni Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa mabwana. Anasubiri umletee mizigo yako. Useme, "Baba, na kuya sasa nimehangaika sana." Toka kwenye usingizi tukupe. Utaona Mungu atakusaidia. Kwa Yesu. Yeye ndiye na majibu juu ya maswali yako. Hakuna mwingine anaweza kukusaidia. Baba wala mama wala mjomba wala shangazi wala rafiki, hakuna atakaye kusaidia. Njoo kwa Yesu, uone kitu atakunawiri mtanawiri. Utaona bwana kitenge ya Dubai, watu wanasema ni sipeni. Utaona kawili ka Kendala, watu wanasema ni ile ya kutoka kama ni China sana. Wewe unaona kitu cha ajabu. Utatia mesi wanasema ulisukisha nini wapi mama? Kwa sababu umekwisha kumpata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapambana mafuta ya maweze, watu watasema hii cream ilitoshea wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unakuwa na Mungu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Utabana kwa mtumba unasema hii kwa imetokea wapi? Kwa sababu unakuwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama unakosa Yesu katika maisha yako, kama uko ndani ya usingizi, nakwambia utabadilisha manguo hayatakupendeza. Utatia chombo ile inaanza kukurunguza. Mungu wetu aturudie sana. Utaona chombo inaanza kukurunguza. Unatia mesha kupendeza, unavaa nguo yenyewe, unavaa kiatu wasema ile fulani ni nzuri, kwa sababu hauna uko ndani ya usiku, haujamuka mpate Yesu. Ndio na Mungu anasema katika sura ya 13, anasema vaa Yesu sasa. Kuvaa Yesu ni kuamka kupenda. Acha kuchelewa, acha kulala, acha maswali. Njoo kwa Yesu
hakika ukiamuka